Nisikilize mama. Wewe uliniambia yule sio baba yangu. Uliniambia mimi ni jini na yeye ni mwanadamu. Wewe ulisema umpendi, sasa mimi nampenda. Na nimegundua kuwa ulimwongopea, ukamwambia kwamba mimi sio mtoto wake. Sasa nataka nijue baba yangu ni yupi, na kama huwezi kuniambia, basi huwezi kunitenganisha na yeye kwa sababu nampenda. Kelele huko! Ina maana umeamua kufuata njia zako na bila kunisikiliza mimi mama yako. Sasa nitakuonyesha. Wewe sio malkia tena, kwa sababu nguvu zote ninazo mimi na nina uwezo wa kufanya chochote. Habari za hapa? Safi, leo utatoka? Naendeleaje huko? Naona unakula upepo wa bahari nini? Tunaenjoy wapi kaka? Kawaida tunaenjoy kwa vumbi au? Unajua dada? Kuna kitu ambacho kinanitatiza. Na hichi ndio kimenileta zaidi na zaidi hadi tuweze kuongea tu. Wewe mnishauri mimi kama mdogo wako nifanyeje? Unajua dada, toka nimeona na wifi yako. Sasa hivi tuna takriban mwaka wa 5 tunaelekea mwaka wa 6 sasa. Lakini dada, cha kusikitisha, sioni dalili yoyote ile. Yaani sio dalili yoyote ile ya kichefuchefu hiyo, dalili ya nini hiyo ya nini? Sioni dalili yoyote dada. Hai. Kwa hiyo mshaenda hospitali mkapima? Mimi siwezi kwenda hospitali. Kwa ndio kumaanisha nini? Mpaka unasema unataka kwenda hospitali? Dada, mimi naamini mimi niko sawa. Kama mama yangu alikuwa analala usiku kucha analinda kitovu changu kisianguke, na dada mimi niko vizuri. Yaani ninavyosema niko vizuri. Sasa inakuwaje mimi nikose mtoto wakati niko vizuri? Na nimemwambia twende kwa mtaalamu pia, hataki. Na hicho ndio kicho nikela zaidi. Kwa nini yeye hataki kwenda kwa mtaalamu, anaendekeza ulokole? Wewe ulokole unamsaidia nini? Hilo sio la stahili kulisikia la kumwacha. Hivi, kwa mfano umempa talaka wewe leo, kaenda kuolewa mahali kwingine kapata mimba. Utajisikiaje? Na wewe unaweza vile vile ukaenda kuoa huyo mwanamke vile vile asishike mimba. Mtoto taratibu. Sitaki kusikia swala la kumpa mke wako talaka. Ninachokuomba hapa, ukitoa mguu wako, wewe na mke wako ni hospitali. Ulimbola. Mariam. Usiogope. Na ujio kutoka ujinini na maagizo muhimu sana. Malkia mama amefungwa. Anahitaji msaada wako. Kafungwa msituni na mtoto wake. Baada ya kujua ukweli wote kutoka kwa Mteli. Kuwa Mteli alikuwa hana makosa, mwenye makosa ni Malkia mama. Hivyo basi. Hii ni amri, sio ombi. Kuanzia leo wasaidie binadamu wenye uhitaji tu, na sio majini wanaotaka kuangamiza binadamu. Ukikiuka amri hii, mganga cheusi, majini wote wa ujinini tutakuteketeza wewe. Umenielewa? Ni Mariam. Ni Mariam. Tuende hospitali wangapi? Kama hospitali nitaenda mimi mwenyewe nikacheki, na kama nikikuta mimi ni mzima
basi yule ndo talaka yake. Siwezi kuvumilia upumbavu dada. Nashindwa hata kujiamini mbele ya wanaume wenzangu. Naanzaje kujiamini wakati sina? Narudia tena, sitaki kusikia swala la talaka. Ninachoomba ukitoka hapa, mguu wako, mguu wa mke wako hospitali. Tumeelewana? Nimekuelewa, nitaenda. Sio tuende, nitaenda. Hata ukienda mwenyewe, ninachotaka majibu yaje hapa. Mimi najua wewe ukienda. Shem. Vipi? Kwema? Nzima za siku. Natumai hapa Azimana nitamkuta. Hapana. Mimi nimekuja peke yangu kwa sababu kulikuwa kuna changamoto ambayo ilikuwa imenipeleka. Karibu. Japokuwa umekuja kama chafya, sio audi wala salamu. Haya, kaa. Asante. Bila wewe kusuka toka saa 5 ndio umefika sasa hivi. Heka tu. Unaika gani wewe? Shem za huko. Hafi kitambo. Tokea kipindi cha harusi mpaka sasa hivi hatujaonana. Na ndo kaenda kumficha rafiki yetu huko kimya. Hapana. Sasa dada. Ushapata mgeni hapo, niendelee tu kusukasukana, unajua mimi siko sawa. Haya, kaka Fahari, salimia na Yui. Sawa dada. Mwambie nimemmisi. Haya, bye. Poa. Yaani wewe. Sogeza mbicho wako hapa. Swele, niambie ndugu yangu. Safi. Sasa ndugu yangu, tangu mara mwisho yani tulipokutana, basi kuanzia pale matatizo ndio yameanza, majanga tu. Yani nilikuwa nimeumwa yani mpaka naona nimekonda hivi nimekonda. Sio mchezo, yani naumwa kweli. Majini yanakuja yananikaba, ananiambia mimi ndio kelele, yananisumbua. Lakini ninachoniuma ndugu yangu wewe, unaona? Mimi sikatagi mguu bila kuja kwako. Lakini wewe umeona siku ya kwanza imekata hujaniona. Hujaona simu yangu. Siku ya pili hujaniona, hujaona simu yangu. Siku ya tatu. Na siku inaendelea. Lakini hawakunicheki ndugu yako hata kunijulia hali. Halo. Kweli mtu sio nyani. Hadi wewe mteli. Kweli mtu sio mbu. Yaani mteli mshinda kunijulia hali mimi maswele. Bwana, jambo la kwanza nisamehe. Lakini jambo la pili nilikuwa sifahamu kama mwanaume. Kwa hiyo na afya yangu pia ilikuwa haiko poa. Lakini hakuna kilichoharibika. Shika hii hapa ndugu, utanunua panado mimi. Sio mbaya. Mnadu mnipa chochote kitu sasa mimi nikusamehe kwa sababu ndugu yangu. Mkasema samehe 70. Mimi nakusamehe 80. Na habari mbaya zaidi. Cheusi yupo kwenye hali mbaya mno. Wa leo wa kesho unamkosa kwa sababu ule Cheusi ni mganga kadogo kabisa yani hivi. Yaani kuna wakuu wake wapo. Mimi nikajua kuna vitu anaweza akaviweza. Ile amedakia vitu haviwezi. Ila sasa nitakupeleka Kilwa kwa mganga wangu ambaye mimi nakutibiwa. Bongo langu sio kichimba unye huko, mabonde poromoko. Nikupeleka huko. Mbona kazi yote inaisha? Na mimi najua kabisa anafanya yote haya. Ni witi na familia yake. Ila mimi nishasema kabisa niko bega na wewe. Ukienda kushoto na kuganda, kurudi kulia na kuganda. Yaani kufupi na gandani. Mpaka jambo linafika mwisho. Aisee, basi itakuwa vizuri zaidi kwa sababu unajua hata mimi mwenyewe bado mauzauza yananizingira. Unaona? Sijakaa poa na nakumbuka maneno yako sana. Na naamini ile familia ile haiko poa kabisa. Ile familia ina mambo mengi sana. Unaona? Kwa hiyo kama utaniamua kufanya hivyo, utakuwa umefanya jambo mzuri sana ndugu yangu. Basi sawa, ile jambo ni jema swali. Mimi sio MC tu. Hadi mimi uchi dokta upo. Ukiniangalia hivyo naona na challenge na hapa. Basi mimi acha niondoke ndugu yangu, nikanunua hata dawa kidogo. Basi haina shida ndugu yangu. Wewe unaweza kwenda maana sitakutoa. Haina haja kunitoa. Kama njia inatoka acha nitoke. Kwa nini unitoa na njia inatoa? Acha nijitoe mwenyewe bwana. Fresh, ngoja nipumzike kidogo. Haina shida. Ndo hapa. Choka. Hadi. Wenyewe. Wewe. Hivi ulimpigia simu kweli? Sasa wewe nimpigie simu mimi na simu. Bana hada mtofahamu shoga yangu. Tumetulamba. Wewe shoga yangu kumjini. Tunakuja bila simu. Na sasa hivi ukitaka kuja mama tumeakanyaga.
Mimi simu sina. Fanya tu mpigie wewe. Maana mimi nikajua nisipomkuta mume nitamkuta mke. Hebu jaribu kugonga wewe, labda hajasikia tu, labda amelala. Haya, ngoja tuone. Odi. Choka. Wenyewe? Choka. Kama nimechoka mzee. Hapa nitupo nina njaa. Unajua maana njaa? Sasa unaposema una njaa unadhani peke yako. Yaani mimi hapa ndo nimechoka hata sielewi. Afadhali yule anakuja. Wageni. Karibuni. Asante kaka. Ndo nini dada unakuja bila kutoa taarifa? Wewe acha. Yamenikuta leo ndugu yako. Ndo nimejifunza kwamba mjini ukija uanze kutoa taarifa. Yaani hapa nipo hoi. Acha. Dada yangu wewe. Hatari sana. Mimi nikajua nisipokukuta wewe, utamkuta mama mjengo ndani. Huyo mama mjengo sasa. Unajua balala kwa warokole. Sasa hivi ana siku ya 3 hajarudi nyumbani. Yupo huko sio ndo kwenye mkesha, sio ndo anahitaji, sio ndo nini hata sielewi. Haya tufungulie geti maana hapa niko hoi, unajua nimechoka. Sikuje mtoe taarifa. Sio ndio kwa watu hapa mjini. Leo ni wewe tu. Mariamu Jini, naomba unisaidie. Naomba uniondoe kwenye hiki kifungo tafadhali. Ushachelewa. Ushachelewa Malkia mama. Tulikusaidia tukakuleta kwenye ulimwengu wetu. Lakini umekuwa na roho ya kibinadamu. Roho ya visasi. Sio majini wote wabaya. Majini wengine ni wema. Hivyo basi ushachelewa Malkia mama. Hatuwezi kurudisha tena kwenye maa yetu. Kwa heri. Hapana. Naomba unisaidie, usiniache. Hapana. Mariamu. Mariamu nisaidie. Roho ya kisasi. Mama, nimeitikia wito mama. Za hapa? Salama tu. Safi mama, shikamoo. Marhaba. Naam. Bwana mkeo hapo kaja. Kuja mkeo hapa, kaja na malalamiko kuwa wewe unamlalamikia kuhusu uzazi. Ndani hakuna uzazi. Uzai, ondoka, hunifai wewe. Sijui. Kwa nini unamfanyia mwenzio tabia namna hiyo? Na wakati mimi mwenyewe babako aliponioa nilichelewa kuzaa. Na ndio maana nimewazaa vitu tofauti sasa hivi. Nyinyi na mimi mkiangalia tofauti kwa sababu nilichelewa kuzaa. Sasa wewe tena ule kachelewa kuzaa sijui miaka 3 unapiga kelele mpaka nyumba ya 10 watu wanasikia kwa kule ndani kuna kelele za uzazi. Kwa nini? We Mwenyezi Mungu. Unaweza ukaoa mke ukakaa miaka 3, 5, 10 mtu hazai lakini anavumilia. Na ndoa kuvumiliana. We balaa gani linakupata wewe? Au ndo umemuiga babako? Maana babako naye toka aliponioa tu kufika tu miaka 1 anataka mimba. Mimi nilichelewa. Kuzaa nilichelewa. Wewe tena ndo neno kibao. Kwa nini unamfanya hivyo? Mwezo kaja hapa analia. Tabia gani hiyo? Kwa hiyo mama unafurahia mpaka sasa hivi kijana wako sina hata mtoto ambaye angalau zuruba ndani hivi na mimi niitwe baba mama. Toka nimemoa mke wangu sasa hivi mwaka wa 5 tunaelekea mwaka wa 6 sasa mama. Mpaka sasa hivi sina hata mtoto, sioni dalili yote, sioni dalili hata ya mimba, sioni dalili ya chochote kile mama yangu. Wewe unafurahia. Sasa we Mungu ndo mpagaji wa uzazi. We Mungu. Wewe sio Mungu, unatakiwa ukae uvumilie. Nenda kanisani kaombe. Unaona unapomuomba Mwenyezi Mungu naye anajua huyu ana shida gani. Lakini wewe kanisani siku wendi umekaa tu kazi ya kumlaumu mwenzio kila siku ndani. Uzai. Hala, tabia gani? Sikukufunza tabia mbaya kiasi hicho cha kumwambia mwenzio kila siku uzazi. Mmekuwa wewe Mwenyezi Mungu akumpagia mtu uzazi?
tabia hiyo nisisikie. Sikukulea hivyo mwanangu, nimekulea kwa adabu zote, na unajua sasa hivi sijui unamfuata babako, tabia yake ilivyokuwa mbaya ya uhaya huo, na wewe ndio unaingia huko huko. Kwa nini Na ninasema hivi, na ukitoka hapa ni moja kwa moja kwake kwenda kumuomba msamaha. Yaani mama yeye anatakiwa niombe mimi msamaha, kwa sababu yeye kaniaga anaenda kwenye mkesha, kumbe yeye kaja huku. Sasa nikitoka hapa atanijua mimi nani. Wewe tena nisikusikie unaenda kumpiga mtoto wa watu, nisikusikie. Yasije huko kwa nani, mimi si mamake. Na kama ana mashtaka akamwambie nani, kama siponiambia mimi. Lazima akiuziwa kule aniambie mimi. Mimi nikwambie wewe. Unataka akatangaze kwa watu? Sasa nakwambia mguu kwa mguu unaenda kule, unaenda unamuomba msamaha yule. Tena kamuombe msamaha nikusikie, umfanyie vitu vibaya. Na mikono yako ya kwenda kupiga piga hiyo. Marufuku. Lakini mwanangu, mbona sikukulea hivyo? Nimekulea vizuri na kwenye maadili. Kanisa. Usije ukaliacha sasa hivi kanisa. Maana naona sasa hivi unavyoingia kusudi unaingiaje kanisani, wewe uendi. Nenda kamwombe Mungu kanisani. Unapotoka sasa hivi naona. Sawa, nimekuelewa mama. Devil's ringing, roho ya kisasi.